mwanaume, nimechoka kuishi na wewe. Maana haiwezekani niendelee kuishi kwenye maisha magumu kama haya. Kwanza naomba unitambue vizuri. Maana naona kama unapokuwa unazungumza unajiachia, unasahau kuwa unazungumza na bilionea. Mimi kwa majina naitwa Kaijage Maximilian Mtagashaborwa Mtabingwa Mganza. Ni bilionea, nina hela. Halafu unapokuwa unasema kwamba unaishi kwenye maisha magumu, hauriziki, hapo ndo unanichosha akili. Kumbuka nilivyokuja kutoa kwenu mlikuwa mnaishi maisha magumu sana. Kwenu mlikuwa mnaishi kwenye kijumba cha kupanga, wewe na familia yako nzima. Nikaamua kumjengea baba yako na mama yako, na wewe nikakuoa, nikakununulia gari Range Rover pamoja na Ferrari. Leo hii unaniambia kwamba hauriziki na maisha unayoishi wakati na kutoa auti kila siku. Nazungumzia haki zangu za msingi. Maana sipewi haki ya ndoa kama inavyohitajika. Kwanza wewe ni mwanaume gani ambaye unaenda sekunde moja tu pupwa kimoja chari na haurudii? Kwani umeambiwa kwamba mimi ni kuku? Ulivyonitoa kwetu ulizani kwamba mimi nimefuata chakula kwako? Shobosho. Ila maskini ameshapaniki. Yani maskini badala ya kuwaza pesa na waza mapenzi muda wote. Ndio maana baba yako na mama yako wamekufa maskini. Nisingekuwepo mimi nikawajengea nyumba, mpaka sasa angekuwa naishi kwenye kijumba cha kupanga. We koma. Achana na masuala ya wazazi wangu. Kiufupi unaona aibu. Na nikwambie ukweli, haunifikishi kileleni. Nataka taraka yangu. Sio. Ila maskini bana. Unataka kurudi kwenye maisha magumu kama ulivyokuwa naishi kwenye maisha magumu zamani. Kumbuka nilivyokuwa ulikuwa unakula mlo mmoja tu kwa siku ukiwa nyumbani kwenu. Na ndio maana nilivyokuwa ulikuwa una vidonda vya tumbo. Sasa leo hii unataka kurudi nyumbani kwenu. Ila maskini bwana. Ihe, alo. Labda tu nikwambie kitu. Mwanaume asiyekuwa na nguvu za kiume ni sawasawa na mwanamke. Sasa ya nini kuendelea kukaa na mwanamke mwenzangu? Ya nini kuendelea kukaa na shoga yangu? Kisa na hera. Si bora niolewe na mwanaume maskini. Karibu sana mume wangu, pole na kazi. Lakini leo mbona umechelewa kuondoka? Kiufupi siko sawa mke wangu. Naomba uniache kidogo nikarare, maana siko sawa, nimechoka. Lakini mume wangu, leo haturi. Maana kumbuka kama unavyojua asubuhi haukuniachia hela ya matumizi. Na mpaka sasa usiku sijara kitu chochote mume wangu. Kwani tunalala njaa, jamani? Yani mke wangu, huwezi amini. Nimezunguka Gombora Mboto nzima nikaimaliza mpaka Ilala sokoni, kazi huko hamna, jua linawaka, wenye kazi wamezikumbatia. Yani ni majanga mke wangu. Nisamehe, kusema ukweli nimepambana kadri ya uwezo wangu, ila nimeshindwa. Basi kesho nivumilie mke wangu. Basi twende tukarare mume wangu. Huenda kesho Mungu akaleta baraka zake. We mwanaume, sasa mbona unafanya hivyo? Unanigaragaza, si ufanye kiustaarabu? Yani unafanya kama vile umenilisha. Yani wanaume maskini sijui mkoje. Masaa 5 huko juu ya mwanamke. Yani ni bora hata ungekuwa umenilisha. Yani hizi nguvu unazozitumia hapa kitandani, ungekuwa unazitumia huko mtani, jana tusingelala njaa. God have mercy upon us. Lakini mke wangu,
hata kama maisha ni magumu, lazima nikupatie chochote kitu ambacho nimejaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwani nikunyime zote mke wangu? He, kwani ndo unigaragaze usiku kucha? Si ufanye kiustaarabu? He, kwanza nimeachoka ya maisha ya kulala njaa. Nimeanza kupata vidonda vya tumbo, na haitoshi mjusi ukaanza kushambulia ukuta wa utumbo. He, nisije nikafa bure, nipe talaka yangu. Mke wangu, tumefikia huko. Lakini mke wangu, kumbuka, hata kama unataka kuondoka, nguvu za kiume zimekuwa adimu. Eti wadau, kwani siku hizi nguvu za kiume si zimekuwa adimu? Hebu niandikie hapo kwenye comment. Ni bora uishi na tajiri asiyekuwa na nguvu za kiume, au ni heri ukaishi na mwanaume masikini mwenye nguvu za kiume? We utajua mwenyewe. Kama ni ushauri utapewa baadaye mimi nikiwa sipo. Nipe talaka yangu niondoke. Lakini ungesubiri kwanza watupe ushauri, mke wangu. Ushauri wa nyokwe? Hey!